Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nataka nikupe siri, nikupe faida miongoni mwa faida kubwa. Ni tarasimu linalofanya kazi katika kuondosha vifungo. Wewe ambaye umefungwa usiolewe, wewe ambaye umefungwa maradhi yasiyopona, miaka 10 leo mwaka wa 10 una maradhi yasiyopona, ushangaika sana, ushakwenda Kongo, ushakwenda Kigoma, ushakwenda Tanga, kila mahala ushazunguka Sumbawanga, lakini maradhi hayo hayaponi. Wewe ambaye umefungwa dhakari yako, unapokwenda kwa bi mkubwa mambo mazuri, lakini kwa bi mdogo mambo hayafanyi kazi kabisa, basi hii inakwenda kuondosha vifungo. Wewe umefungwa vifungo katika masuala ya kiriziki, upati pesa, upati wateja. Mwanzoni ulikuwa unauza sana kwenye biashara, lakini ghafla sasa hivi biashara yako ishafungwa, hupati kabisa wateja, pesa haziingii kabisa. Basi hii tarasimu inakwenda fanya kazi ya kuweza kufungua vifungo hivyo. Wewe mwanamke ambaye umehangaika sana katika masuala hayo ya kutafuta ujauzito, hupati ujauzito kabisa, kila mahala ushakwenda, ushakunywa dawa nyingi sana, kila mahala unaambia wewe una vifungo, basi hii inakwenda kusaidia wewe mwanamama ambaye una tatizo hilo, na utaondosha vifungo hivyo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Utapata kuona ajabu kubwa sana sana. Sasa ngoja nianze kukuelekeza taratibu zake. Kwa mtu ambaye amefungua zakari, ni maana wewe unapokutana na mkeo, basi mambo hayafanyi kazi. Ukienda kwa bi mkubwa mambo mazuri, bi mdogo mambo hakuna. Basi hii andike hii, andika hii hapa. Ukishaiandika hii, nenda kachukua mizizi ya mzima. Ukishachukua mizizi ya mzima, basi chemshia pamoja na kombe la tarasimu hii. Utachukua makaa ya moto, basi utazimia kwa manuizo ya kuzima uchawi ambao ulifanyika. Baada hapo kunywa kombe hilo, oga ndani ya siku 3. Hakika mujarabu, dhakari yako utafanya kazi. Nenda kwa bi mkubwa, nenda kwa bi mdogo, basi utapata kuona ajabu kubwa sana. Wewe mwanamke ambaye huolewi, posa zinakuja, lakini swala la ndoa kwako imekuwa ni mtihani, ni jambo ambalo linakuhangaisha, ni jambo ambalo linakupa mawazo sana sana. Basi hii andika hii hapa tarasimu. Baada ya kuandika, nenda katafute dawa inaitwa mkanya, chukua pamoja na italigula, changanya mkanya na italigula, basi tumia kuoga, tumia kujipaka kombe hilo ambalo limechanganywa na hizo dawa. Hakika ndugu yangu mujarab sana, utapata ndoa biiznillah, utapata ndoa kabisa. Wewe ambaye umefungiwa masuala ya kazi, kipato, upate pesa, kazi hakuna, wateja hakuna, mwanzo ulikuwa unauza ila sasa hivi huwezi kuuza, andika kombe hili. Ukishaandika kombe hili, nenda katafute dawa inaitwa mwelekela, chukua msurula, changanya mkanya, italigula, changanya na nyange, basi tumia kukoga dawa hizo. Hakika na kombe hili utapata kuona ajabu kubwa sana. Ikia katika biashara yako, basi ndugu yangu mujarab sana, utapata kuona ajabu utapata kuiona kabisa. Wewe mwanamama ambaye hupati mimba, uzai, umehangaika sana, kila mahala unaambiwa una vifungo, basi chukua kombe hili, andika kombe hili, nenda kachanganya pamoja na majani ya mtoratula, changanya pamoja na mizizi yake, changanya pamoja na italigula, changanya kabisa kwa pamoja na mnuhu wa hala, changanya na dawa inaitwa mnuhu wa hala, basi tumia kunywa kombe hili. Hakika utapata kuona ajabu kubwa sana sana sana. Wewe ambaye umefungwa katika masuala ya kiriziki, umefungwa mambo yako, umefungwa maradhi, bi maana kwamba ni mtu ambaye una maradhi yasiyopona, basi hii andike hii. Baada ya kuandika hii, nenda kachukua dawa inaitwa shepa, changanya pamoja na mkamile, tachanganya pamoja na logoja, basi tumia kuoga dawa hizo. Kombe hilo pia tumia kunywa kombe kama kombe, hizo dawa pamoja na hilo kombe utumie kuoga tu, lakini kombe kama kombe lenyewe basi tumia kunywa. Ndugu yangu mujarab sana, basi maradhi hayo ambayo yalikuwa yamefungwa katika mwili wako, basi yatapata kuondoka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kombe ambalo mujarab sana, tumia, faida hii nikupa. Wabillahi tawfiq.